Nasa. Basi. Hiyo dhambi ndio ambayo inanasa. Ndugu alikuwa ni wa Mombasa. Hiyo inajaribu kukunasa. Hiyo dhambi si kubwa, ni ndogo, lakini inajaribu kukunasa. Jaribu kuepukana nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndogo. So this guy anaitwa Noah. Alikuwa mwaminifu kwa Mungu, alikuwa mtu wa kutii bila kuuliza maswali mengi. Alikuwa na tabia kama ya Abrahamu. Abrahamu akiambiwa right, ilikuwa ni right. Tutajulia mbele. Bwana Yesu apewe sifa. And this is how Christians should be. They should obey this word without questioning. Amen. Kwa sababu anayekuambia anajua sababu. Anajua. Kwa nini akwambia ufanye kile ambacho anakwambia ufanye? Wewe fanya. Matokeo utayaona. So Noah hakuuliza maswali. Anapoingia kwa msitu, kata miti. Anaenda anakata mbao, anakata miti muda mrefu. Anaenda lunch, akirudi watu wanamuona kama muenda. Anakata, anasema niko na specifications ambazo nilipewa. Ya kwamba hii mbao ikae hivi, nikate mbao ya mti fulani na ikae hivi na nifanye hivi na nifanye hivi. Wapendwa, wokovu wetu uko na specifications ambazo ziko kwa Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Jinsi ambavyo tunatakiwa sisi kama Wakristo tukae ili tuweze kuokoa maisha yetu. Chochote alichokuwa akifanya kilikuwa cha kuokoa yeye na jamii yake. Yeye na jamii yake. Whenever unaposikia neno la Bwana likihubiriwa, linahubiriwa kwako, ulichukue lile neno, ufanye kulingana na hilo neno, uweze kujiokoa wewe na jamii yako. Asubuhi ya leo tumeongea hapa tukiwa hapa. Na nikawaza, nikasema ukiona ndoa ambayo imesimama vizuri, ni ile ndoa ambayo imejengwa katika misingi ya Ukristo. Na si Ukristo tu, watu ambao wanamcha Mungu. People who fear God. Their marriage stands. Tunaelewana? Tuko pamoja? Ndio. Their marriage